Karibu tena Rogers Recap. Kwenye video ya leo nitakusimulia movie ya 2026 inayoitwa Silent Hill. Kabla ya kuanza simulizi, nikutakie siku njema na yenye furaha. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa movie nyingi zaidi kama hii. Filamu inaanza, tunamuona James akiendesha gari kwa uzembe. Ghafla lori likatokea mbele yake, lakini kwa namna fulani akafanikiwa kujinusuru. Hata hivyo, katika mchakato huo akagonga mabegi ya msichana mmoja. Haraka akashuka kwenye gari lake na kujitolea kumsaidia. Wakati huo huo, basi la msichana likafika, lakini kwa sababu ya uzembe wa James hakuweza kulipanda na basi likaondoka mwishowe. James akajisikia vibaya na kumuuliza anakokwenda. Msichana akamuonyesha mahali na kusema ni Silent Hill. Kuna hoteli nzuri iliyoitwa Lakeview na alikuwa akielekea huko. James akajitolea kumpeleka na mwishowe akakubali. Akajitambulisha kama Mary. Wakaanza kupakia mizigo kwenye gari lake. Ghafla wingu jeusi likafunika anga. Mary akasema hiyo ni dhoruba ya masika ya Silent Hill na hutokea tu wakati mtu anapotembelea mji huo. Ghafla James akashtuka akiwa amelewa ndani ya baa. Mhudumu akaja na kumwambia aondoke kwa sababu amelewa kupita kiasi. Akakataa kufanya hivyo na akaishia kupigana, lakini walinzi wa baa hatimaye wakamtoa nje. Akapokea simu kutoka kwa mwanasaikolojia wake kwa sababu amekosa mkutano wao. Akamwambia hawezi kuvunja ratiba yake na akamuomba aje kwenye kikao siku itakayofuata. James akarudi kwenye nyumba yake ya upweke na kumbukumbu za maisha yake ya zamani zikaanza kumtesa. Ghafla akaona barua ikiwa imeandikwa jina lake juu ya meza. Akaifungua na kugundua kuwa imetoka kwa Mary ambaye amemuomba aende Silent Hill na amuokoe. Mara moja akakimbia nje, lakini hakukuwa na mtu mlangoni. Akaendesha gari lake kuelekea Silent Hill, lakini akasikitika kugundua barabara imefungwa kwa sababu za usalama. Akasimamisha gari pale walipokutana kwa mara ya kwanza. Kumbukumbu za zamani zikamjia kwa wingi kuhusu jinsi walivyopendana. Akaamka asubuhi iliyofuata ndani ya gari. Akashuka na kwenda kwenye choo cha karibu. Akaona hali yake mbaya kwenye kioo. Akasoma barua tena na kubaini mahali anapoweza kumpata. Kisha akaanza kutembea kupitia msitu mnene ili kufika Silent Hill. Njiani akakutana na mwanamke aliyechoka ambaye akamuomba amsaidie kubeba mfuko. Akakubali na kumuuliza kwa nini Silent Hill imeharibika. Mwanamke akasema kulikuwa na moto msituni na majivi yake yamechafua hewa na kubadilisha kila kitu kuwa sumu. James akasema kwamba alikuwa akimtafuta mtu fulani, lakini mwanamke yule akamkatiza mara moja na kusema hatampata. James akashangaa sana, lakini mwanamke akasema maji yamechafuliwa na hakuna mtu aliyebaki. James akasema bado atajaribu bahati yake na ataenda huko. Mwanamke akasema jina lake ni Angela na ikiwa hatamkuta mtu huyo, basi ataweza kurudi kwake. James akakumbuka wakati alipoanzisha mazungumzo na Mary kuhusu kuishi pamoja. Mary akamwambia kuwa kuna sehemu za maisha yake ambazo bado hajaziona na akizigundua huenda atamuacha. Lakini James hakukubaliana na hilo, akisema hakuna kitu kitakachoweza kumtenganisha naye. Katika wakati wa sasa, hatimaye akafika Silent Hill. Mji ulikuwa umeharibika kabisa na umejaa nyumba zilizotelekezwa. Akapiga kelele kuuliza kama kuna mtu yoyote, lakini hakupata jibu. Akaingia ndani ya handaki na kumkuta mtu amelala barabarani. Akamfuata polepole, lakini ghafla redio ikaanza kutoa sauti ya mshindo wa mawimbi. Yule mtu akamkamata ghafla na kusema kwamba watakuja. James akaondoka hapo haraka na kupigiwa simu na mwanasaikolojia wake. Akamwambia yuko Silent Hill. Akasema kuna jambo baya sana lilitokea huko na alihitaji kumwokoa Mary. Lakini mwanasaikolojia akamwambia hali yake itazidi kuwa mbaya na anapaswa kurudi mara moja. Wakati huo, James akaona kitu fulani na akakata simu. Akaelekea kwenye klabu ya usiku ambayo aliwahi kwenda hapo awali. Yule mtu asiye na makazi akatambaa kutoka kwenye handaki, lakini muda mfupi baadaye kiumbe cha kutisha kilichoitwa Handless kikatokea na kumshambulia. James akakumbuka mara ya kwanza alipokutana na marafiki wa Mary katika klabu hiyo hiyo. Wakamwambia kuwa baba yake Mary, Joshua, ndiye aliyejenga mji huo. Wakasema walikuwa wamepotea, lakini Joshua akawasaidia kupata kusudi la maisha. Na hivi karibuni James naye atapata kusudi lake la maisha. Jambo hilo likamtisha James, lakini hakusema chochote. Akikimbia nje na kumkuta yule mtu asiye na makazi akiyeyuka hadi akabaki mifupa. Redio aliyoshika ikaanza tena kutoa sauti ya mshindo. Kiumbe Handless kikamjia na kutema tindikali, lakini James akafanikiwa kujinusuru. Akakitupia fimbo ya chuma na kiumbe hicho kikajificha mara moja kwenye handaki la siri. Akasikia tangazo la dharura kwenye redio kutoka kwenye mamlaka likiwaomba wakazi wa Silent Hill waondoke haraka iwezekanavyo.
Silent Hill si salama tena, na muda huo huo viumbe wale wa Handless vikaanza kuonekana tena. Mazingira yakaanza kubadilika na ghafla usiku kaingia kwa haraka. Mara moja akaanza kukimbia, lakini akajikwaa na kuanguka barabarani. Ghafla akaona viumbe wa ajabu waliofanana na buibui wakimshambulia panya. Muda mfupi baadaye, mamia yao wakatoka kwenye mfereji wa maji taka na kuanza kujaza mji mzima. James akakimbia kuokoa maisha yake na kuvunja uzio. Akaingia ndani ya jengo la ghorofa na kufunga mlango nyuma yake, akizuia viumbe wale wasiingie. Akatazama ndani ya nyumba hiyo na akakumbuka kuwa hii ndiyo nyumba waliohamia pamoja na Mary. Akazunguka ndani, lakini ilikuwa imeharibika sana kiasi cha kutotambulika baada ya majanga yaliyotokea hapo. Hatimaye akafika chumba fulani na akakuta DVD nyingi zenye tarehe tofauti zimeandikwa juu yake. Ghafla sauti ya mshindo wa mawimbi ikaanza kusikika na akaanza kupoteza akili. Mara moja akampigia simu mwanasaikolojia na kumwambia hawezi kuvumilia tena. Akasema Mary yuko karibu sana naye, lakini kabla hajaeleweka simu ikakatika. James akatoka hadi kwenye kibaraza na akaamua kupanda kwenda ghorofa ya juu. Mwanasaikolojia akawasiliana na mamlaka za karibu na kuwaomba waende kumwangalia James. Aliamini kuwa atazidi kupoteza akili polepole na anaweza kujipeleka kwenye hatari yeye mwenyewe. James akafika ghorofa ya juu na akakuta mdoli uliofunikwa na wadudu. Mdoli ulikuwa umevaa moja ya nguo za Mary. Akaendelea mbele na akakuta vitu vingi vya kumbukumbu vimepangwa kwenye meza. Hicho ndicho chumba walichokuwa wakiishi pamoja. Akakumbuka siku moja aliporudi nyumbani, lakini hakumkuta Mary. Akamuona ndani ya chumba akiwa na marafiki zake, wakionekana kufanya aina fulani ya ibada ya ajabu, lakini walipomuona wakaacha mara moja na wote wakaondoka bila kusema chochote. James akahisi kuchanganyikiwa kwa sababu watu hao waliendelea kuja nyumbani kwao na kufanya mambo ya ajabu. Lakini Mary akawatetea akisema kuwa hao ni familia yake, kwani wao ndio waliomtunza baada ya kifo cha baba yake. Pia akagundua madhabahu waliotengeneza yenye sanamu ya baba yake ndani. Mary akamwomba aipuuze, lakini mashaka yakaendelea kuongezeka akilini mwake kuhusu kile alichokabiliana nacho. Sanamu hiyo bado ipo hadi wakati wa sasa. Pia akapata karatasi ya matibabu iliyoonyesha kuwa Mary aliingizwa katika hospitali ya Brookhaven. Wakati huo huo, akasikia sauti ya mtu akikohoa nje na akaenda kuangalia. Akakuta mwanaume mmoja akitapika kwa nguvu ndani ya chumba. Jina lake ni Eddie, na akamuuliza kwa nini James hajaambukizwa kama watu wengine. James hakuwa na jibu la hilo na akamwambia Eddie kwamba ataelekea hospitalini kumtafuta mtu fulani. Eddie akaanza kucheka kwa namna ya kutisha na kusema hakuna mtu aliye hai mjini humo. Maambukizi yalikuwa makali sana kiasi kwamba hakuna aliyeweza kuokoka, na akamwonyesha James mkono wake uliokuwa ukioza. Akamuuliza James kama huwa anaota ndoto za ajabu zilizomvuta hadi Silent Hill. Lakini kabla hajajibu, James akasikia sauti ya mtoto kutoka nje. Wote wawili wakafuata sauti hiyo na kufika kwenye njia nyingine. Wakamkuta msichana amejificha kwenye kona na akasema jina lake ni Laura. James akamwambia si salama kwake kubaki peke yake pale. Akamuomba aende naye, lakini alipojaribu kufanya hivyo, wakasikia ile sauti ya ajabu tena. Pia wakasikia muungurumo kutoka ndani na Eddie akashauri waondoke mara moja. James akakataa kuondoka bila yule binti, lakini baada ya muda mfupi wakasikia mnyama akikaribia. Laura akakimbia kurudi ndani na Eddie akamkanyaga James akisema kwamba wote wawili watakufa kwa sababu yake. Muda mfupi baadaye, kiumbe hatari cha Silent Hill kilichoitwa Pyramid Head kikafika hapo. James akafanikiwa kwa shida kukimbia kutoka pale, lakini akakutana na mwili ulioonekana kama wa Mary. Hata hivyo, mwili huo ukabadilika na kuwa vile viumbe vilivyofanana na buibui. James akakimbia haraka na kujificha katika chumba kingine. Akaona kupitia ufa ukutani kwamba kiumbe huyo ameingia ndani ya chumba, lakini muda mfupi Pyramid Head akafika hapo na wote wawili wakaanza kupigana. Hata hivyo, Pyramid Head alikuwa na nguvu sana na akamponda kiumbe huyo hadi kufua. Kisha akamgundua James pia na kujiandaa kumuua. Lakini ghafla kingora kikapiga tena na kikawaathiri wote wawili hadi kupiga mayowe kwa maumivu, jambo lililosababisha James kupoteza fahamu. James akaamka akiwa peke yake ndani ya chumba na kutoka nje. Akamkuta Angela akiwa lelala peke yake katika chumba kingine. Angela akamwambia alimuonya asije. Akasema Mary hayuko hai na atapaswa kuondoka haraka iwezekanavyo bila kusababisha vurugu zaidi. James akakimbia na kumkuta Laura amekaa nje.
Laura akasema Pyramid Head hakumfikia na aliweza kutoroka. James akatambua mdoli wa kuchezea aliye mikononi mwake ambao alionekana kuufahamu. Akasema Mary alimpa mdoli huyo kisha akakimbia kutoka hapo. James akamfuata mbio, lakini akafika kwenye njia ya ajabu na kupoteza mwelekeo wake. Ghafla mwanamke akatokea hapo na alifanana kabisa na Mary. Akajitambulisha kama Maria na akasema watapaswa kujaribu kuondoka mahali hapo pamoja. James akakataa akisema mpenzi wake yuko hospitalini. Maria akasema hakuna mtu aliye hai katika Silent Hill, lakini James akang'ang'ania msimamo wake. Mwishowe akakubali kumsaidia kumtafuta Mary. Wote wawili wakaanza kutembea pamoja na Maria akamwambia kuwa amekuwa hapo kwa wiki kadhaa. Ghafla king'ora kikapiga tena na James akamwambia ajifiche haraka. Kiumbe armless kikatoka mafichoni na kuanza kuzunguka. James akasema kila king'ora kilipopiga, viumbe huanza kuonekana tena. Wakaendelea na safari yao na kufika hospitalini. James akakumbuka kuwa zamani aliwaona marafiki wa Mary wakimpeleka huko. Akawafuata kwa siri hadi kufika kwenye njia ya siri. Akasikia watu wakifanya ibada kwa kuimba na akafuata sauti hiyo. Maria na James hatimaye wakafika hospitalini, lakini ilikuwa imeharibika kabisa. James akaanza kuchunguza karatasi mbalimbali na Maria akamuuliza mara ya mwisho alipomwona mpenzi wake ilikuwa lini, lakini hakuwa na jibu kwa sababu alikuwa amesahau mambo mengi. Maria akatoka nje kupata hewa safi. James hakupata kitu cha maana, hivyo naye akatoka. Akaingia chumba kingine na kumkuta Maria amepata kanda yenye taarifa ya ugonjwa wa Mary. Maria akasema kulikuwa na mtu aitwaye Joshua aliyekuwa akiongoza kundi la kidini huko Silent Hill. Hata baada ya kifo chake, wafuasi wake waliendelea kumwabudu kama mungu fulani. Maria alibaini kuwa Mary ni binti yake. James akakumbuka alichokiona siku ile. Alimfuata Mary na akamkuta akitolewa sadaka na kundi hilo. Akapiga kelele kumsaidia, lakini hakuna aliyesikia. Kisha Mary akapelekwa mbele ya umati huku akianza kulaa roho yake. Ghafla king'ora kikapiga tena na chumba kikaanza kubadilika. Usiku ukaingia na wote wawili wakajaribu kutoroka. Wanafika kwenye chumba kingine na kuwakuta manesi wameshimama kimya kama wameganda. Lakini muda mfupi baadaye miili yao ikaanza kusogea na wakakimbia tena. Wakafika kwenye lifti lakini haikufanya kazi. James akaanza kupigana nao, lakini mmoja wao akafanikiwa kumfikia na kumchoma Maria. Huo muda lifti ikaanza kufanya kazi na wakafanikiwa kujifungia ndani yake. James akampeleka Maria kwenye chumba kingine na kuanza kumhudumia jeraha lake, kwani alivuja damu sana. Maria akasema alijua amefanana na Mary na ndiyo sababu James bado yuko naye. James akasema lazima aende kumtafuta Mary. Maria akasema safari hii asipompata basi wataondoka mahali hapo pamoja na kuanza maisha mapya. James akakutana tena na Laura na kumuuliza Mary alipo, lakini badala yake Laura akamwonyesha mdoli wake wa kuchezea ambao umegeuka kuwa kama mtoto wa kutisha. Laura akasema yote haya yametokea kwa sababu James alimwacha Mary peke yake. Kisha akakimbia na James akamfuata pia. Akafika kwenye chumba kingine, lakini Laura akamfungia kutoka nje. Ghafla kitanda kikarushwa juu ya kichwa chake. Kiumbe wa ajabu akatokea na kumkaribia. Laura akasema bado hajawa tayari na atapaswa kurudi tu pale atakapokuwa amejiandaa kikamilifu. Kiumbe huyo akaingiza polepole mkono wake ndani ya mdomo wa James, lakini ghafla James akaamka akiwa hospitalini. Muuguzi akamwambia yuko hospitali ya Silent Hill, kwani walimkuta akiwa amelala barabarani akiwa amepoteza fahamu. Mwanasaikolojia wake pia akafika hapo na James akamwambia sasa amejua Mary alipo. Mwanasaikolojia akamjibu kuwa Mary amekufa na tukio hilo lilitokea mbele yake. Akamwambia lazima akubali ukweli huo na kuendelea na maisha mengine. James akakumbuka siku ya mwisho ya uhusiano wao. Mary alirudi na James akamwambia aondoke mara moja. Mary hakuwa na idea alikuwa akizungumzia nini, lakini James akasema alimfuata na akaona kila kitu kwa macho yake. Akamuuliza ni muda gani jambo hilo limekuwa likiendelea, na Mary akasema tangu utotoni. James akasema watapaswa kuondoka, lakini Mary akasema hawezi. James akahisi kuchukizwa naye na Mary akahisi hivyo pia. Akasema alikuwa akiondoka Silent Hill siku ile, lakini akakutana na James na yeye akamfanya abakie. Akamwahidi kuwa hatamwacha kamwe, lakini James akasema hawezi kuvumilia tena na akaondoka. Akiwa njiani, akaona watu wote ambao bado wamekwama mahali hapo. Katika wakati wa sasa, mwanasaikolojia akasema James amesumbuliwa na msongo mkubwa wa mawazo baada ya kumpoteza Mary. Siku chache zikapita na James akamwambia mwanasaikolojia kuwa Mary alikufa kwa sababu alimtelekeza.
lakini mwanasaikolojia akasema atujilaumu tu na hakuna chochote ambacho angeweza kufanya kubadilisha hali hiyo. Ghafla akaona wadudu wachache nje ya dirisha na polepole akarudishwa tena Silent Hill. Maria alikuwa hapo na akasema ni wakati wao kuondoka pamoja kama walivyoahidi. Akambusu na kusema wanaweza pia kubaki hapo pamoja, lakini James akasimama ghafla na kuanza kutembea na Maria akamfuata. Wote wawili wakaingia kwenye lifti na Maria akajaribu kumshawishi kuwa angeweza kuwa huru kutoka kwenye maumivu yote haya ikiwa tu atamwacha Mary aende. Lakini James hakumpa kipaumbele na akatoka nje ya lifti. Akapita kwenye njia ya ajabu na kusema kuwa Maria ni mawazo yake tu na atapaswa kuondoka. King'ora kikapiga tena na Pyramid Head akatokea hapo. Akamchoma Maria hadi kufa. James akapoteza fahamu na akakumbuka jinsi alivyoanza kunywa pombe baada ya kuachana. Kisha akaamka tena mbele ya hospitali iliyowaka. Akaingia ndani na kumkuta Laura hapo. Akamuuliza kama sasa yuko tayari, naye James akajibu ndio. Kisha Laura akamwambia amkumbuke Mary. James akapata kumbukumbu ya kaburi lake na jina halisi la Mary ni Mary Angela Laura Crane. Akatambua kuwa wanawake wote aliowaona pale ni matoleo tofauti ya Mary. Akakimbia haraka nje na kuingia chumba kingine. Akamkuta Angela amekaa pale na akasema hata mruhusu aondoke kamwe. James akajaribu kumsaidia, lakini mkono ukatoka chini na kuanza kumvuta Angela. James hakumwacha na naye pia akavutwa ndani. Akaona Angela akishambuliwa vibaya na kiumbe. Polepole akamfikia na kumuomba msamaha kwa kumuacha. Angela akawaka moto ghafla na roho yake hatimaye ikapata uhuru. Kisha akaona Mary akikimbia na akamfuata. Akafika juu ya paa la jengo na akakuta mwili uliolazwa umefunikwa. Akakumbuka mara ya mwisho alipokwenda kumuona Mary hospitalini. Alikuwa kitandani akikaribia kufa na James akaomba msamaha kwa kumuacha. Mary akasema James hakuwa na hatia. Alijaribu kumlinda lakini hakufaulu. Baba yake alikuwa akimpa sumu tangu alipokuwa mtoto. James akajaribu kumsaidia lakini hali yake ilikuwa mbaya sana. Mary akamuomba amalize mateso yake, lakini James akakataa. Mary akasema amehisi uwepo wa baba yake ndani yake na sasa alitaka kuwa huru. James alimpenda vya kutosha na hatimaye akaamua kumuua ili kuiweka huru roho yake kutoka kwenye mateso yote. Kitanda kikainuka hewani na Mary polepole akachukua umbo. Kisha akamkaribia James na kumkumbatia. Sasa James akajuta na akaamini angepaswa kubaki naye tangu mwanzo. Wadudu wakawafunika kutoka kila upande na hatimaye akaupata mwili wa Mary huku roho yake ikiwa huru. Akauchukua mwili wake na kuweka ndani ya gari lake. Kisha akaruka kutoka kwenye mwamba na kuanguka majini. Akashika mkono wake na kusema safari hii hatamwacha tena. Akaamka tena katika tukio la mwanzo na kukutana na Mary kwa mara nyingine. Kama ilivyokuwa hapo awali, akamsaidia kuokota vitu vyake. Mary alikuwa tayari kupanda basi tena, lakini James akaangusha vitu vyake makusudi, jambo lililomfanya alikose basi. Kisha James akajitolea kumpeleka. Mary akajitambulisha, lakini James tayari alijua jina lake, jambo lililomshangaza sana. Mary akaingia ndani ya gari lake na safari hii wakaelekea kurudi mjini, wakiacha Silent Hill nyuma yao milele. Na huo unakuwa mwisho wa filamu yetu. Ulikuwa ukitazama simulizi ya filamu ya mwaka 2026 iitwayo Return to Silent Hill. Bonyeza kitufe cha like kama umeifurahia video hii. Pia hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video inayofuata na nyingine nyingi zaidi. Asante kwa kutazama na kwa heri.